Naam, akiwa Ubelgiji huko Brussels, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema kwamba ameondoa tofauti zote alizokuwa nazo na mwenzi wake wa Rwanda Paul Kagame, na kusema yuko tayari kumpokea Kagame na kupeana mkono wa umoja na ushirika ili mradi walete amani na usalama katika nchi zao mbili. Kauli hii imeleta tafsiri mseto katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na siku moja baada ya hapo sasa nchi ya Rwanda imetupilia mbali kauli hizo za Felix Tshisekedi kupitia Olivier Nduhungirehe ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Rwanda. Amesema kwamba hizo ni kauli za Tshisekedi ambazo si kauli za kihalali, ni kauli za kiunafiki. Sasa mchambuzi wa Yambalieto ndugu Eli, hii kauli ya Felix Tshisekedi wewe binafsi umeionaje? Bwana, umenichekesha sana. Namkumbuka Rais Laurent Kabila wakati yupo Dar es Salaam Tanzania, walimuuliza swali kama, je, tunasikia kwamba muda wote unaweza kutoweka kwa sababu ulikuja na kikosi jirani na hivyo kuna mbinu njama za kukuua, unasemeje kwa hilo? Sasa Laurent Kabila kabla hajajibu nilimsikiaga na cheko kama hii, maana majibu baada ya cheko kama hii aliwaambia kwamba mimi ni muhanga bwana. Mimi ni muhanga. Wakajaribu kumwambia maana ya muhanga ni nini, afungue ili raia wamuelewe vizuri, lakini akaongea. Ndo nakumbuka kwa haya ambao umeniitia hapa bwana Thompson. Mungoja niweke sauti yangu vizuri. I say, unajua hii miaka 18 iliyopita, kama 18 iliyopita bwana Kanambe yupo madarakani, kama Tshisekedi ndiye angelikuweko madarakani, nchi yetu ingilikuwa mbali zaidi. Najua unauliza kuhusu hotuba yake, kauli yake na alivyojibu huyu dogo wa Rwanda. Hotuba ya Felix Tshisekedi, hivi sijui watu walielewa au hawakuelewa. Ndo bado ninakauka kasi hapa, kama watu walielewa au hawakumuelewa. Tshisekedi ametangaza vita na Rwanda na ametumia mbinu nzuri kwenda kutangaza vita dhidi ya Rwanda huku akiwa nje ya Kongo. Yaani watu kuelewa, sijui namna ya kuelewa siasa ni tofauti na kwenda kutafuta wale uyoga kule porini. Ni tofauti na kwenda kuroa dagaa. Ni tofauti kwenda kurangua mikeke. Mnatoka huku kwetu Sud Kivu mnaenda Kalemi kule kununua mikeke au Tanzania. Amesema bwana Tshisekedi kwamba nimelitangaza hili mbele ya watu wafuatao kama mashahidi. Nalitangaza hili ili nini? Nimetangaza hili nini? Nimetangaza habari ya vita mbele ya mashahidi wafuatao.
anaanza na Joao Lorenzo, anaenda na Ramasfo, anashuka na wengine, mpaka na Donald Trump, na akamalizia na ninyi European, na ninyi Europe. Natangaza kwamba kuna vitu tayari nilikuwa nimevipangilia moyoni. Sasa kwa sababu mimi naipenda Afrika, nataka Afrika tuendelee, bado navifunga. Na nanyoosha mkono kwa Tshisekedi, kwa Kagame, kwamba atoe wale wanajeshi pale, tusifike pabaya. Atoe wanajeshi wake pale Kongo, tutakuwa tumemaliza. Akitoa wanajeshi wake, support itakuwa imeisha kwa M23 na hiyo AFC. Ina maana Tshisekedi ana tayari mpango wa kutangaza vita na Rwanda, tupigane. Maana Doha ikifeli, akoro ya Doha ikikataa, na Washington na yenyewe ikikataa au ikifeli, basi naenda kuichapa. Hukumsikia Thompson, haukumsikia hata nanili huyu bwana mdogo, haukumsikia huyu bwana mdogo Corneille Nangaa, haukumsikia bwana mdogo Corneille Nangaa alivyosema. Amesema kwamba Tshisekedi muda wote huu yuko anatupeleka kwenye vikao, turudi siku zikikokotwa tunajua, kwa sababu anaandaa wanajeshi wake, yuko bado ananunua silaha. Ana taarifa Nangaa kwamba hili jamaa tusilione hivi litatuchapa kesho. Sasa Tshisekedi katika kuzaliwa kwake, unajua nilisema muda mrefu, tunazaliwa tuko tofauti. Kuna mtu mmoja unaweza kuja kumnyang'anya kitu chake, halafu akakuomba kwa taratibu. Na kuna mwingine wewe tu kunyang'anya ushakula kofi ya kwanza. Yaani utampampa kitu chake tayari mmeshafika pabaya. Sasa Tshisekedi yuko kwenye familia, aiza kwenye range hii ya kwanza ya kwamba umeninyang'anya, naomba kitu changu na unirudishie. Sasa tukifika sehemu ukawa mkorofi zaidi, ndo anakupeleka polisi au ngumi zinaanza. Sasa ni tangazo ya vita, watu tuelewe. Ile aliyotangaza Tshisekedi ni tangazo ya vita. Hebu muangalie diskuru aliyokuwa napanga. Kuna sehemu alifika, akaacha kusoma vilivyokuwa pale chini, akapiga stop, akaanza sasa kuongea. Ina maana pale chini kuna tangazo ya vita. Hakuendelea na diskuru, alikata, afu akatoa macho kwenye diskuru, kwenye makaratasi na maana, na akaendelea na diskuru yake, lakini katika vitu ambavyo anasema kwamba nanyoosha mkono kwa ndugu yangu wa Rwanda. Ili kama mataifa, kama mtasema genocide, mtaisema baadaye, sawa. Mko mashahidi ninavyo. Anasema hakuna siku hata moja nilijaribu kukuepesha amani kati ya sisi wawili. Hiyo siku haipo. Lakini jamaa huyu kila mara yeye ndo yuko anafanya nini? Anajaribu kukuepesha mikataba yote ile. Na anasema sasa basi leo kwamba lile ambalo nilikuwa nimelikusudia moyoni. Sasa wewe una akili gani ushindwe kuelewa hili jambo? Yaani watu wanakaa kusema tu kwamba mbona alisema nimenyooshea mkono Rwanda, sio kunyooshea mkono, naweka mkono Rwanda ili kwamba tukubaliane atoe wanajeshi. Hivi kwamba ni lugha ya kujibembereza. Lugha za kujibembereza zinakaaga hivyo. Tshisekedi ana akili, haropokagi kama hao wengine. Ni hilo nataka nikuambie kwamba bwana Thompson, kimetangazwa tayari, vita vimeshatangazwa. Na kama vita tayari vimeshatangazwa, basi subirieni kitakachokuja baada ya hapo. Asante. Ni tangazo la vita lile alifanya Tshisekedi. Mungu akubariki.
Naam, asante na shukrani sana Bwana Eli kwa uchambuzi wako huo kuhusu kauli ya Felix Tshisekedi katika mji wa Brussels katika nchi ya Ubelgiji ambako alizungumzia. Tukutane tena katika makala mengine, endelea kusikiliza Iamba Yetu TV.